wamefanikiwa kwa kutumia zile akili za Mungu, hata 25% hawafiki. Yaani wale wanaotafuta msaada wa kimungu na mpaka wa Mungu amewasaidia, wale ambao wamenyenyekea kama Danieli alivyonyenyekea, kwenye 100% ya waamini hata 25% wa watu hawafiki. Kwa hiyo maana yake wengine tuko makanisani tunafuata upepo. Mchungaji mpaka tutumie message, wewe unajua leo kama ni ibada. Unajua leo kama ni ibada. Ndio watu waliojaa makanisani. Sasa Roho Mtakatifu anapotusemesha vitu vya namna hii, hatusemeshi akiwa kwenye hali ya furaha. Moyo wake unaugua. Kwa sababu watu wenye kumcha yeye, kuna hatua walipaswa wao wamezipiga lakini bado. Kuna viwango walipaswa wao wameviendea lakini bado. Hawezi kutusemesha vitu kama hivi akiwa kwenye hali ya furaha. Anatusemesha mambo ya namna hii akiwa kwenye hali ya huzuni. Anataka na sisi tuinuke. Anataka na sisi tukue. Anataka na sisi tuongezeke. Tusiwe kwenye viwango vile vile. Mtu aliyetuona jana anakuja leo anatukuta vile vile. Anakuja kesho anatukuta vile vile. Inafika mahali anamdharau hata Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ifike mahali kama kanisa tuamke. Hebu tujifunze kitu kimoja kinaleta uamsho, alafu tuende kwenye maombi. Hichi kitu sikukipanga, lakini Roho Mtakatifu amekileta tu kwa sababu yupo kazini. Hichi kitu kinapatikana kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5. Kama naweza nikakipata kirahisi. Yohana Mtakatifu sura ya 5. Amina. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, yupo kazini. Tusome kuanzia mstari wa 5 tuone. Tutasoma. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia bilikani maji yanapotibuliwa. Ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. 6. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. 9. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda.